sala kuu ya kuombea nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wale wanaopewa kipaimara wainamishe vichwa vyao. Inama vichwa. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake awatie Roho Mtakatifu wanawe hawa wateule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo. Naye Roho Mtakatifu atawaimarisha kwa mapaji yake maridhawa, na kwa mpako wake atawafanya wafanane na Kristo mwana wa Mungu. Mungu Baba Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndiwe uliyewazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, ukawaokoa katika dhambi. Basi Bwana, uwatie Roho Mtakatifu mfariji, uwape roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada. Wajalie roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi baada ya sala hiyo mnaweza mkasimama tena vizuri vichwa vyenu, na kitakachofuata sasa ni kuwapaka mafuta matakatifu, mafuta ya Krisma. Nitaomba msikilize utaratibu, msije wote wakati mmoja, mtapewa utaratibu. Na wasimamizi, naomba mnisikilize vizuri wasimamizi. Unapokuja kumsimamia mtoto, ukishafika mbele ya askofu, tafadhali sana, kwanza unamshika bega, alama ya upendo. Lakini la pili, unaniambia jina lake. Usije ukamsimamia mtoto hata umjui. Unatakiwa umfahamu, umsindikize katika maisha yake ya kiroho, kwa maisha yake yote. Baba Jobi, karibu maelezo yetu. Naomba wale ambao wanaopata kipaimara waweze kujongea hapa, akiwa amesimamiwa na msimamizi wake kwa umbali wa kutosha. Baba Askofu ndio atakaa hapa, alafu ndio kila mmoja ambaye anayefika karibu na Baba Askofu anapiga magoti, anasimama, ndio yule msimamizi anamshika kama baba alivyoeleza, anataja jina lake kwa sauti ya kutosha ili baba aweze kusikia sauti jina lake. Karibuni. Wengine wote tuketi, hata waliobaki wa kipaimara ketini mpaka zamu ifike. Naomba wasimamizi wasimame nyuma ya kijana sasa hivi, upige mstari mara moja.